Oya, make sure umekaa kwa kutulia, maana leo nimekuletea mzigo ambao umechukua tuzo huko Nigeria bana. Huu mzigo ni mzuri sana. Hakikisha umepata maji yako ya glasi ya kunywa hapo, ukae utulie pamoja na juisi bwana. Movie yetu inaanza nikiona bidada anajulikana kwa jina la Lydia, Jennifer pamoja na Stella bwana, wakiwa hapo na Master D. Huyu Master D bwana, huyu ndo demo mwenyewe bwana. Huyu ni kama wakala bwana. Huyu anakuunganisha kwa maza mmoja hivi, ambaye huyo maza yeye bwana ni yeye mambo wa kafala tu. Kama unahitaji utajiri ukimpata huyu Mr. D bwana, anakufikisha kwa huyo maza. Sasa leo tunamwona Master D bwana akiwa amewapata mabinti watatu ambao wanahitaji hela za kafala bwana. Tunamwona hapa Master D akiwapea maelekezo, zeni anawaambia nifuateni mwende mkachukue jeneza. Zeni anamwacha bidada mmoja anajulikana kwa jina la Lydia. Huyu Lydia ni mwoga sana bwana. Huku tunaonyeshwa upande wa pili kuna bidada anajulikana kwa jina la Informa yupo na mama yake bana. Informa anamlalamikia mama yake bwana. Mama, haya maisha tutaishi mpaka lini? Kila siku tunakula chakula kibadilishwi. Kila siku tunakula vitu ambavyo havieleweki tu. Sasa bi mkubwa wake anamwambia, "Utulie tu mwanangu. Sasa tutafanya nini? Ndugu zako wenyewe nawapigia simu zangu hawaokoti. Sijui wanatuchukuliaje sasa hivi toka baba yako afariki." Tunaoneshwa sasa upande wa pili huku bwana. Baada ya bidada Informa kuondoka, huku upande wa pili huku wale walioenda kuchukua jeneza bwana. Tunaoneshwa bwana bidada anajulikana kwa jina la Jennifer. Jennifer anakuja anaweka yule mungu nyoka bwana. Na ili jeneza ndilo ambalo watakuwa wanapokea hela humo bwana. Anawaambia wenzake sasa msiofu, yale maisha ya kimaskini tunaenda kuyaaga. Na imani yangu ni kubwa sana, hadi katapofikia kesho mjeneza wote mtakuta umejaa hela. Kwa hiyo sasa acheni kuishi maisha kimaskini tena, na fikra za kimaskini ndio mwisho leo bwana. Huku tunaonyeshwa upande wa pili bidada anajulikana kwa jina la Rose, yupo bidada anajulikana kwa jina la Jovita, yupo na anti yake. Anti yake anamshushia matusi tu, anamwambia kwa umri uliofika sio kuendelea kuishi na mimi, hata kama mama zako na baba yako walifariki, lakini inabidi uendelee kujitafutia maisha yako. Sasa tunaona bibi dada Jovita hapa anamuomba msamaha anti yake. Anti, naomba niendelee kubaki na wewe tu, kazi yoyote utahitaji kufanya mimi nitafanya. Sasa akamwambia sawa, utafanya kazi yoyote. Bidada akaendelea kumuomba msamaha tu, ili mradi yoyote tu ya kazi katayokuwa, ili bidada endelee kufanya kazi pale. Sasa tunaendelea upande wa pili huku, tunamwona bidada jina anaitwa Informa akiwa amerudi na pilau bwana. Sasa mama yake anashangaa na kulikanyaga pilau. Informa mama yake akaanza kumshangaa, wewe mtoto umetoa wapi pilau? Huko tunaonyeshwa bidada anajulikana kwa jina la Rose akiwa yupo na babake. Babake anamwambia, mwanangu, mimi tabia kutembeza maji sitaki. Wewe ni mtoto wa kike na hiyo tabia ni watoto wa kiume. Uwezi kujua huko unaweza baba, mimi nafanya hivi sio kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Nafanya hivi kwa ajili unajua kabisa natakiwa niende shule. Na pia hii hela nyingine itayobaki ni kwa ajili ya kulipa kodi hapa, na nyingine itakuwa ya chakula. Basi baada ya kusema hivyo, babake inabidi awe mpole tu na kumwambia inabidi awe makini huko anapokwenda kujitafutia. Mwanae anasema, baba, unajua kabisa mimi ninavyokubali siwezi kufanya vitu vya kijinga. Babake inabidi awe mpole tu sababu binti anapambania familia yake, na yeye babake ukicheki hana kazi, amefukuzwa kazini anapofanya kazi kwa sababu yeye kuna vitu ambavyo hajaweza kutimiza vya kingenavyo kazini. Huku tunaona bidada anajulikana kwa jina la Lydia pamoja na Jenny wakiwa hapo na Stella. Wenyewe ni mwendo wa kufaidi tu maisha bwana. Njoka ameshatoa mahela, anawaambia wenzake, nawaambieni mimi naenda kuchukua ndinga yangu kali sana ambayo nitakuwa natamba nayo mtaani. Wenzake anamwambia, hapana, tutashtukiwa. Hivi kawaje umri wetu sisi tukaonekana tunazurura na magari ya kifahari? Inabidi tupate gari moja tu ambayo tutakuwa tunatembea nayo. Basi wakakubaliana hilo wazo, wakasema hilo wazo ni zuri sana. Hilo wazo kama waondoke nalo tu bwana, wanaendelea kufelekea maisha tu. Leo hii bwana wametembelewa na Master D. Huyu ni kama wakala wa shetani tu bwana. Amewaweka kikao na kuambia inabidi muweze kupata mabinti wawili ambao watakuja kujiunga na nyie. Hivyo Master mwenyewe ambaye ni mama la mama bwana, huyu mama Devo amemtuma Master D aje awaambia wa mabinti inabidi wapatikane mabinti wengine wawili. Huku tunaonyeshwa upande wa pili bwana, anza kumuuliza mama yake, akiwa yake. Mama kamjibu, wewe mwenyewe unajua hakuna chochote cha kufanya hapa. Mama, sasa unaondoka unanilechaje mimi hapa? Hakuna hata chakula. Akamwambia sawa mwanangu, mimi naenda kwa tajiri mmoja hapo tu. Naenda kuosha vioo vyake pamoja na kusugua tiles. Mama yangu, sina cha kufanya chochote zaidi ya hivyo. Huku tunaonyeshwa bosi mmoja bwana wa huyu bidada ambaye hapa anafanyia kazi binti anajulikana kwa jina la
la Jovita. Jovita anaishi na anti yake. Sasa hapa tunaona mshikaji akamkubali sana ndaniliwa hapa binti anaitwa Jovita. Akasema bwana, mimi nimemkubali, nifanyie mpango niondoke naye huyu, kuna kiasi cha fedha. Bwana bidada akaondoka naye. Huku tunaonyeshwa bidada akopo yupo na njaa sana Informa. Baada ya kula chakula kimechacha bwana, bidada akamwa kimwage. Baada ya kukimwaga tu bwana, tunaonyeshwa kuku anakishambulia sana. Huko bidada akasema sawa kama kaida yake tu. Bwana mkabule sio kana mtembea bure. Akamua awe mtembelea tu. Akamua atembee. Huku tunaonyeshwa kwenye jumba la kifahari wale mabinti bwana wakiwa wana enjoy tu, huku mlinzi anawatolea macho hadi amesahau kufunga geti bwana. Zinamwagika hela tu. Sasa punde si punde likatokea la kutokea bwana. Tunamwona bidada anajulikana kwa jina la Informa akiwaona bidada wale wakiwa wanacheza pale wanamwaga muuno. Huku mlinzi bwana yeye alichokuwa na kicheki anawashangaa tu wale madada wanacheza bwana, wanamwaga mauno. Mlinzi naye akamua ajikoteza kwake mapema, akamua ajikaushe. Zinaendelea kwa shangaa. Sasa bidada anajulikana kwa jina la Informa bwana, yeye akamua ajikoteza yake noti inamwagika pale, akamua shuke pale bwana hapa hiyo mitano kama yote. Anakuja mtaani kwake bwana, akaanza kuihesabu hesabu bwana, akapata kama kiasi cha 1.5 hivi. Akaamua akimbie. Baada ya kumuona bi mkubwa wake anatoka kwa tajiri anarudi. Bi mkubwa wake alishangaa sana. Ukutunaonesha upande wa pili bwana, bidada anajulikana kwa jina la Rose akiwa amepiga zake mahesabu na yeye bwana, akicheki hivi amepata kama kiasi cha shilingi 3500. Huku tunaonesha upande wa pili, bidada anajulikana kwa jina la Jovita, anamkemea anti yake. Anambia hivyo, unajua kabisa kwamba anti mimi ni bika, lakini unanipeleka kwa mzee kama yule anaenda kunitumia kweli? Anti yake anamwambia, anasema hapa ulikaa hapa, nilichokuambia ni hicho tu, utafanya chochote ninachokitaji mimi, na hiyo kazi ndo bado nahitaji, na kuna kazi zingine ndio kuzifanya. Yani wewe anti, mimi siwezi kukubali kitu ambacho umenifanyia kule. Yule mzee ni mchafu jamani, mimi simwezi. Anamwambia sasa, kama umeamua kufanya chochote fanya chochote, ila hapa ukikaa lazima utafanya kile ambacho nahitaji mimi. Yani jinsi ulivyo hivyo, unataka uende ukachezee na mitoto wa mitaani huko akina je haina adabu. Yani wewe mtoto lazima uchezee na matajiri. Acha ujinga wako huko mtaani. Tunaonesha upande wa pili bwana. Leo ni siku nyingine bwana. Tunaoneshwa bidada tena anapata mtu mwingine, lakini upande wa pili huko bidada anajulikana kwa jina la Informa, yuko na mama yake bwana. Mama yake anamwambia hivi, mwanangu, hichi chakula leo umeipata wapi? Eti yani umeenda kupika leo mwanangu, umeenda kuchukua samaki? Yani migebuka ndugu yangu ya 5000. Samaki mmoja anauzwa shilingi 5000, alafu amechukua samaki kama 6 hivi kudadeki. Wote amewaunga vizuri kabisa. Akasema kuna naniliu yule amenigia. Sasa akaanza kujichanganya pale, anashindwa kutoa maelezo vizuri bwana. Huko tunaonesha upande wa pili, anti yake Jovita akiwa anamgombeza, anamwambia wewe, yani leo mimi nimepewa hela kubwa, alafu wewe umeenda kumgomea baba wa watu huko. Sasa baba ndiye nilizee kweli. Huko tunaonesha bwana leo Master D kaleta kwa Master Lady bwana. Huyu ndo Master Lady, ndo shetani mwenyewe bwana. Huyu ndo kiongozi mkubwa bwana katika ile kundi bwana. Tunamuona hapa akiwa hapo vijana watatu. Tunamuona hapa Lydia, Jennifer pamoja na Stella wakiwa wanapewa maelekezo kwamba inahitajika watu wengine waongezeke hapa. Sasa punde bwana, tunamuona yule bwana binti anajulikana kwa jina la Informa bwana, akiwa amekuja hapa anapiga swaga na nilio na mlinzi mradi ameruhusu kwenda kuwaona wale mabinti bwana. Sasa punde baada ya ufukuzi walikaa nje, akaona wanaingia, akaamua ajisogeze hivyo. Baada ya kusogeza bwana, akautana na mlinzi akamwambia wewe toka, si nilikwambia uondoke. Wale wakamuona wale mabinti, wakamwambia bwana njoo ndani. Akaingia ndani, wakamkarimu vizuri tu. Akasema bwana sawa, mimi hapa nimekuja kuwapa shukrani tu. Kwa hiyo mimi nataka niondoke. Si unajua hapa sitaki nikutane na mama zenu au baba zenu. Wakamcheka sana, akasema wewe bwana acha zako. Mjengo wote ni wa kwetu. Bidada anashangaa, yaani mjengo ni wa kwenu? Akamwambia yani mnaishi vipi nyinyi? Asema wewe bwana, hebu acha na hayo mambo. Hayo mambo yalishavita bwana. Mjengo ni wa kwetu sisi na sisi ni wamiliki. Bidada Rose anamueleza hapa. Sasa leo bwana akabaki kiwa na mwenye furaha tena. Huko upande wa pili bwana, namuona Lydia, Stella pamoja na Jennifer. Hao bwana wapo katika maombi yao, wanaongea pale katika zeni, wanatoa sadaka zao. Baada ya kutoa sadaka bwana, mdude unafunguka design kama hiyo. Ukiona hivyo ujue bwana hapo tayari sadaka ishapokelewa bwana.
Sasa huku tunamuona bidada bwana anachoma agizo na mama yake, anatupa ufagio, zeni anaamua akimbie na kuelekea ambako anapatikana rafiki zake. Huku tunaoneshwa bwana anti yake Jovita leo amemind kweli. Jovita kuna mzee ambaye mwenye umri kama baba yake, ameambiwa kalale naye, la yeye amemkataa huyo mzee. Basi leo anti yake ameamua kumtolea mshangazi kaja, amwambia bwana sikia, leo unavunja ukimya na wewe ondoka tu. Huku tunamuona bwana bidada anajulikana kwa jina la Lydia, anashika upala wa informa, anamwambia sasa sikia, inabidi nikakuchukulie wigi kali kutoka kwa Uncle T pale. Unajua Uncle T ana mawigi mazuri sana, ngoja nikajiandae afu tuondoke bwana. Huku tunamuona bibi yeye anaitwa jina la Jennifer bwana, akiwa anaongea naye bwana pale, bibi anaitwa informa. Huku tunaonyeshwa upande wa pili bwana, wakiwa katika harakati zao za kwenda kwa Uncle T kwenda kuchukua wigi la informa, wanakutana na bibi anaitwa kwa jina la Jovita. Jovita bwana anakutana na bibi anaitwa Lydia. Lydia anampata sana huyu Jovita, akamwambia jamani, mbona kama anakujua wewe. Wakaingia kwenye gari bwana, na nilio tunakutana na bibi anaitwa Jovita, anaanza kujielezea kwa wenzake pale. Basi jamani, mimi najua nyinyi ndugu zangu, kwa hiyo naomba mnisaidie tu, kazi yoyote hata kama kudeki nyumba yenu mimi nitafanya. Akamwambia hapana, wewe unajua sio tulipotoka wote, sio kazi ya kufanya hivi. Sisi sote tumelelewa katika nyumba ya mayatima. Sisi basi ni nani tushindwe kukusaidia wewe wakati wote tulelelewa katika nyumba ya yatima? Hapa ndipo napokuja kugundua sasa, ndugu mtazamaji mwenzangu, ya kwamba hawa wote unavyoona hapa, bibi anaitwa Lydia, Jennifer, Stella pamoja na huyo Jovita, hawa wote walishawahi kulelewa katika kituo cha mayatima. Ndipo basi huyu bibi anajulikana kwa jina la Jovita kwa ajili ya tabia yake nzuri bwana, yeye alipata mtu kwenda kumlea. Huku tunaonyeshwa upande wa pili sasa bwana, wakiwa wanakula kiapo bwana, wale mashetani sasa ukopo ameshaletwa huku bwana. Sasa unapewa pale kiapo, alafu unapewa na hicho kitu ambacho ni yai la chatu bwana. Hilo yai ya chatu bwana, ukishakula hicho kiapo inabidi uimeze bwana, utaki kulitoa tena mpaka pale ambako mwisho wa maisha yako, ambako ukaona hapa bwana nimetosheka na utajiri, na hapo ndipo mwisho wa kifo chako bwana, kwa sababu utakuwa umeshazijua siri zao nyingi. Huku madam mwenyewe bwana, madam lady mwenyewe anaamua kumalizia lenyewe hilo, na kuna masharti anapea pale ambayo hataki kufanya. Huku tunaenda upande wa pili bwana, bibi anajulikana kwa jina la Rozi, akiwa yupo na baba yake, anamwambia baba yake, baba ni sawa lakini natakiwa niende. Babake anamwambia hapana, leo sitaki utoke. Baba inabidi sema, nishasema mimi ni kama baba, leo nahitaji ukae nyumbani mwanangu, mimi leo ndo nitaenda kufanya hiyo kazi huko. Sasa baba asema sawa baba. Baba yake anaendelea kufanya kazi za nyumbani. Huku tunamuona bibi anajulikana kwa jina la informa, akiwa amerudi bwana, yupo na kingo chake cha nusu uchi. Mama yake alimind sana, akamwambia njoo, ulilala wapi jana mwanangu, maana mimi sipendi kabisa. Sasa baada ya kwenda kubadilisha nguo, baada leo bwana, bado bi mkubwa anamkaripia informa, anamwambia niambie kama ulilala kwa bwana wako yule sijui je sijui nani, asije kugea mimba na hapa nyumbani atolee chochote, niambie nijue tu. Sasa informa huko kameshakuwa kana dharau, kameondoka hako kawazi saizi, kanajua kanapoenda. Sasa wamekuja huku bwana, ni muda wa ibada tena, inabidi mpige ibada hapo. Sasa na wewe jeneza lifunguke ili uendelee kukubalika katika channel yetu ya J Malawi, inabidi uendelee kusubscribe, ibada inakubaliwa bwana, ili tuendelee kujua kwamba tuna watu wangapi na wanaokufuatilia. Naomba kama umekubali basi nikukute kwenye comment hapo bwana, nimekubali zeni tutaunga